Shalom. Jina langu naitwa Mwalimu Vincent Mwakisiala. Nakukaribisha tena katika mwendelezo mzuri sana wa somo hili la agano langu na Mungu. Na leo tunaingia katika sehemu ya 3. Nikutake tu kama subscribe, share kwa watu wengine na Mungu atakubariki sana. Karibu sana katika somo hili. Na leo sasa tupo katika kipengele cha msingi sana ambapo nilikuahidi tutakuwa nacho. Kipengele hicho kinaongelea vitabu vya Agano Jipya na vitabu vya Agano la Kale. Je, sisi tuliookoka ni sahihi kusimama katika fundisho la vitabu vya Agano la Kale? Je, ni sahihi kabisa kujenga fundisho katika maandiko ya vitabu vya Agano la Kale? Vitabu vya Agano la Kale tunakumbuka kwamba Agano la Kale ni agano ambalo maandiko yanasema ni kuukuu, na kitu kuukuu kikaribu kupotea. Je, ni sahihi kweli sisi tujifunze kweli tunatengeneza fundisho linatoka katika Agano la Kale? Au tujifunze vizuri Agano la Kale? Na tunakumbuka kwamba agano lililo bora ni Agano Jipya. Sasa kwa nini tujifunze kuhusiana na Agano la Kale? Sasa haya maswali yanachanganya watu. Ni maswali yanachanganya watu, lakini bahati mbaya sana maswali ni mazuri lakini majibu si mazuri ambayo watu wanaangukia kwayo. Yaani watu wanaangukia katika majibu ambayo sio sahihi na kujikuta wanatengeneza imani potofu. Nataka niwaambieni watu wa Mungu, maandiko ya vitabu vya Agano la Kale hayana makosa. Yale maandiko ni neno la Mungu kamili ambalo linastahili kujenga fundisho. Anasema kila andiko lenye pumzi lafaa kwa fundisho. Andiko lote lenye pumzi lafaa kwa fundisho. Kwa maandiko ya vitabu vya Agano la Kale ni neno sahihi la Mungu. Labda watu ambacho hawakijui wanachanganya kati ya Agano la Kale na vitabu vya Agano la Kale. Hivyo ni vitu viwili tofauti kabisa. Agano la Kale na vitabu vya Agano la Kale ni vitu tofauti. Agano Jipya na vitabu vya Agano Jipya ni vitu viwili tofauti kabisa. Vitabu ni kitu kingine na agano ni kitu kingine. Vitabu viliandikwa kipindi cha Agano la Kale. Agano la Kale tulolisema ni lile agano ambalo Mungu aliingia na Musa katika mlima wa Sinai. Umeona, aliingia na wana wa Israeli chini ya Musa katika mlima wa Sinai. Ile ndio Agano la Kale. Umenielewa? Kwa Mungu aliingia na taifa la Israeli chini ya Musa katika agano na katika mlima wa Sinai. Agano Jipya ni lile Mungu ameingia na ulimwengu wote kupitia Kristo. Sijui unanielewa? Sasa kuna vitabu viliandikwa kipindi ambacho agano lilikuwa lina operate, lilikuwa ni Agano la Kale. Hivyo ndio vinaitwa vitabu vya Agano la Kale, ambapo kwenye Biblia tunaona kutoka Mwanzo mpaka Malaki. Ni vitabu vilivyoandikwa kipindi ambacho watu walikuwa wanaishi chini ya Agano la Kale. Hasa vile vitabu ni neno la Mungu kabisa na ni neno la Mungu kamili kama ambavyo vitabu vya Agano Jipya. Na vile vitabu yale maneno hayatapita. Ni maneno ambayo yanadumu milele yote na hayatapita. Kwa kanisa la Mungu na wataka msiache kusoma vitabu vya Agano la Kale. Msiache kusoma. Na wasikitikia sana watumishi wa Mungu ambao mnazalau na kupuuza maandiko ya Agano la Kale. Utakuta mtu anasema ile si iliandikwa kwenye Agano la Kale bwana. Ile ni Agano la Kale lile. Wanapuuza na wasikitikieni sana. Nataka niwaambieni jambo moja, ni kwamba kuna vitu nimeviolozesha hapa. Nasema hivi Agano la Kale maandiko yake yanamweleza vizuri Kristo kuliko Agano Jipya. Hasa hiki ni kitu kipya, nafikiri unaweza ukawa hujawahi kukisikia au umewahi kukisikia na kuirudia tena. Agano la Kale ndilo agano linalomuelezea vizuri Kristo kuliko Agano Jipya. Agano Jipya linachokifanya ni kumthibitisha Kristo aliyeelezewa katika Agano la Kale. Yaani Agano la Kale linamueleza vizuri Yesu, alafu Agano Jipya linamthibitisha Yesu aliyeelezewa katika Agano la Kale. Kwa kama unasoma tu Agano Jipya usomi la Kale, jijue kabisa uwezi ukamfahamu Yesu vizuri, kwa sababu anaelezewa zaidi Agano la Kale. Kwa hiyo ili umfahamu Yesu vizuri sana, Mungu akusaidie ufahamu Agano la Kale, kwa sababu Agano la Kale linamuelezea. Ndio maana unakuta Agano Jipya linavyoelezea linasema
unasema ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya. Ndipo Yesu akaenda akamfungua punda na mwanapunda ili litimie lile neno lililosema, tazama mfalme wako anakujia, amepanda punda, mwanapunda, mtoto wa punda. Ananukuu andiko limenenwa wapi? Agano la Kale. Kwa Agano Jipya unaona wanajitahidi kutafuta reference ya Agano la Kale kwamba jamani hii iliandikwa. Kwa hiyo unaona Yesu anaelezewa kule, huko anathibitishwa. Sasa uwezi ukapata uthibitisho kama hujajua vizuri kisa. Lazima upate vizuri kisa ndio upate uthibitisho. Kwa hiyo unataka kumjua Yesu vizuri, ndugu yangu, soma Agano la Kale kwa utulivu na Mungu atakusaidia. Alafu nikwambie kitu, vitabu vyote vya Agano la Kale vinamuelezea Yesu. Vyote. Hakuna kitabu ambacho hakimuelezea Yesu. Ila wewe tu Mungu akupe neema. Lakini jambo lingine la kulielewa hapa ni kwamba Agano la Kale linauelezea vizuri wokovu kuliko Agano Jipya. Agano la Kale linauelezea vizuri wokovu kuliko Agano Jipya. Ndio maana Agano la Kale watu wanamsubiri Masia. Kipindi cha Agano Jipya Yesu anakuja, watu walikuwa wanamsubiria Masia, wanamsubiri. Kwa nini? Ameelezewa vizuri sana katika Agano la Kale kuhusiana na masuala ya wokovu. Kama nilivyokuambia, Agano Jipya kazi yake ni kuthibitisha. Kwa Agano Jipya linathibitisha Agano la Kale. Kwa Agano la Kale linauelezea vizuri wokovu, afu Agano Jipya sasa linauthibitisha. Sasa huo ndio wokovu ambao tulikuwa tunausubiri, tuliokuwa tunauongelea katika Agano la Kale. Lakini Agano Jipya lina kazi kubwa ya kuthibitisha yaliyoandikwa katika Agano la Kale kuwa ni kweli na halisi na yametokea na kuzidi kutimia. Kwamba kazi yake Agano Jipya linathibitisha kwamba yaliyoandikwa Agano la Kale ni kweli, ni neno la Mungu, ni halisi, yametokea na yanaendelea kutimia. Hiyo ndo kazi kubwa ya vitabu au maandiko ya Agano Jipya. Lakini kitu kingine ninachotaka kukuambia ni kwamba Agano la Kale linamuelezea Kristo, Agano Jipya linamthibitisha. Nimeshaieleza hiyo. Alafu huwezi kumjua Kristo kwa kusoma tu maandiko ya Agano Jipya. Nimeshaieleza hiyo. Okay. Jambo lingine hapa la kulielewa ni kwamba mitume au lile kanisa la kwanza, ukisikia wanasoma neno, walikuwa na mega mkate na kusoma neno la kila siku. Neno waliokuwa wanalisoma sio Agano Jipya, walikuwa wanasoma Agano la Kale. Yaani kanisa la kwanza, ukiona kina Paulo walienda sijui hekaluni wakawa wanafungua maandiko, Yesu anaenda kubishana na Mafarisayo kuhusiana na maandiko, sijui ilikuwa ni Agano la Kale. Kwa hiyo mahubiri yote ya Yesu alikuwa anayahubiri kipindi kile, yalikuwa anasoma vitabu vya Agano la Kale. Ibada zote za mitume walizokuwa wanafanya katika kanisa la kwanza, walikuwa wanasoma vitabu vya Agano la Kale. Kitabu cha kwanza kabisa kuandikwa cha Agano Jipya katika Biblia kilikuwa ni kitabu cha waraka wa Yakobo. Hicho ndio kitabu cha kwanza kuandikwa, ambacho kitabu hicho kimeandikwa kwenye mwaka ule wa kati ya mwaka 45 hadi mwaka 50 baada ya Kristo. Ndio kitabu cha Yakobo kinaandikwa. Sasa fikiria, Yesu alikuja duniani akafanya ile kazi ya Mungu katika mwaka wa 26 mpaka mwaka wa 30 pale. Yesu anaifanya hiyo kazi. Umeona, wanatumia maandiko ya Agano la Kale. Baada ya ule mwaka Yesu anaondoka katika kama mwaka wa 31 pale Yesu anaondoka, linabaki kanisa. Kuanzia mwaka ule wa 31 mpaka mwaka wa 40 karibia na 5, hakuna kitabu cha Agano Jipya kimeandikwa. Watu wanaendelea na ibada, wanamtukuza Mungu, wanasoma nini? Agano la Kale. Sio, unanielewa? Alafu inakuja kupatikana waraka wa kwanza kuandikwa katika mwaka wa 45, wakati mwaka wa 45 hapo katikati mpaka mwaka wa 50 ndipo wanaandika kitabu kwa mara ya kwanza, waraka wa Yakobo kwa watu wote, ndipo wanapata waraka au kitabu cha kwanza cha Agano Jipya. Kwa kanisa lilidumu katika vitabu vya Agano la Kale. Sio, unanielewa? Kwa hiyo walikuwa wanathibitisha, kazi yao kanisa la kwanza ni kuthibitisha kwamba Yesu yule aliyekuwa anahubiriwa Agano la Kale, Yesu katika Agano la Kale. Umeelewa? Sasa tunapokuja kusoma kitabu vya Agano Jipya vinathibitisha. Sasa ili upate kitu kamili, upate package nzima ya wokovu wa Mungu kuhusiana na agano la Mungu, lazima uanze kusoma vitabu vya Agano la Kale, alafu uje vitabu vya Agano Jipya. Hapo utapata package nzuri sana ya wokovu. Nikutolee mfano, labda mifano michache kabla sijamaliza kipindi hiki cha leo. Ni kwamba mfano tunaposema na bustani ya Eden,
tunapoongelea bustani ya Edeni, Mungu anasema ninaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa nyoka. Uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Uzao wa mwanamke utakuponda kisigino, uzao wa nyoka utakuponda kichwa. Anapoweka ule uadui, mwanamke ana uzao. Nikuulize swali, mwanamke ana uzao? Utasema ndio, mwanamke ana uzao. Lakini tunapokuja kwenye kijamii, mwanamke hana uzao. Uzao unakuwa ni wa mwanaume. Ndio maana mtoto anaitwa jina la mwanamume, jina la baba. Katika jamii nyingi za kiulimwengu, mtoto anaitwa jina la baba. Kwamba Isaka mwana wa Ibrahimu, Yakobo mwana wa Isaka, Esau mwana wa Isaka, Yuda mwana wa Yakobo. Yaani jina mtoto anakuwa wa baba. Utakuta tu anasema naye Sara akamzalia Ibrahimu Isaka. Kwa hiyo inamaanisha uzao ni wa mwanaume, si wa mwanamke. Lakini pia hata kwenye biolojia, unakuta biolojia inaonyesha kabisa mwanaume ana X na Y, mwanamke ana Y peke yake. Mwanaume ana X na Y. Kwa hiyo inamaanisha mwanaume ndio mwenye uzao. Sasa Mungu anaposema ninaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa mwanamke, kwa nini Mungu asiseme ninaweka uadui kati ya uzao wa mwanamume na uzao wa nyoka? Kwa nini aseme uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka? Kwa nini aseme uzao wa mwanaume? Unaweza kama Mungu alichapia au lile andiko lilichapiwa hivi labda lilikosewa. Ilikuwa inamaanisha kitu cha sahihi kabisa. Anaposema uzao wa mwanamke, kwa sababu uzao wa mwanaume ndio ulishalaaniwa. Uzao wa mwanaume ndio ulishaingia dosari. Kwa hiyo hakuna mwanadamu yote anayetokana na uzao wa mwanaume atakuwa mkamilifu, atakayekuja kusaidia. Lazima atoke mwanadamu ambaye nje ya uzao wa Adamu, nje ya DNA ya Adamu. Huo uzao ni nani sasa? Atakao toka nje ya DNA za Adamu, nje ya uzao wa Adamu. Ndipo anakuja Kristo, ambaye Kristo baba yake si Adamu. Kristo si uzao wa mwanaume. Kristo atokani na Adamu. Ukipima DNA yake, Kristo hana baba. Kwa huyo ndio uzao wa mwanamke ambaye hajazaliwa na mwanamume. Kwa anaposema uzao wa mwanamke, kwa sababu mwanamke ndiye aliyeonekana dhaifu bustani ya Edeni, ndiye aliyesababisha kwamba mambo yote yakatokea. Kwa mwanamke alikuwa mnyonge katika bustani ya Edeni kwa sababu aliona yeye ndio sababisho wa yale yote, na Mungu akamtumia mwanamke huyo kuleta kitu kikubwa. Kwa pale ambapo Mungu uharibifu unaonekana uliingilia, ndipo Mungu anaingilia wokovu pale pale kwa mwanamke yule yule. Ndio mwanamke yule yule Mungu anamtumia kutuletea Kristo, na ulimwengu unapata kuokolewa. Umeona uzao wa nani? Uzao wa mwanamke. Kwa sisi kanisa wote tumetokana na huyo mtu ambaye amekuja chini ya uzao wa nani? Chini ya uzao wa mwanamke. Sio, unaelewa? Kwa hiyo unaona sasa, uwezo ukaielewa hii kama usomi vitabu vya Agano la Kale, hutakuja kuielewa. Kwa hiyo kupitia uzao wa mwanamke Mungu anafanya mambo makubwa. Lakini pia kwa mfano tuchukulie andiko lolote lile, mfano safina ya Nuhu. Safina ya Nuhu inaelezea wokovu wa Kristo Yesu, kwamba sisi tunaoingia ndani ya wokovu wa Yesu tunapona na majanga yote ambayo yataenda kuukumba ulimwengu. Kwa hiyo ulimwengu wote ambao huko hauna Yesu, inamaanisha huko nje. Ndio maana nasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Yeye ndiye safina pekee ambayo inaweza kaokoa wanadamu wote ulimwenguni. Kwa hiyo unaona haya yote yameandikwa kwenye Agano la Kale. Tukija andiko tukio gani lingine ambalo unalikumbuka kwenye Agano la Kale lakini bado linalielezea tukio la Agano Jipya? Tukio gani? Kwa mfano hekalu. Anasema hekalu walikuwa wanaingia patakatifu pa patakatifu. Umeona? Wakati Yesu anakufa msalabani, patakatifu pakapasuka. Kwa sisi wengine kwenye kitabu cha Ibrania anasema tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu patakatifu kuongea na Mungu. Ilikuwa iruhusiwi zamani. Walikuwa wanachinja mwanakondoo. Mwanakondoo ni huyu Kristo. Yohana anapomuona Yesu anasema huyu ndio mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yote haya uwezo ukayajua kama usome Agano la Kale. Jifunze kuanzia sasa, soma Agano la Kale na Mungu atakubariki sana. Sasa ninaomba kwa leo tuishie hapa. Alafu baada ya kipindi hiki sasa, tutakavyoendelea vipindi vijavyo, tutaanza sasa kuelezea sasa hayo maagano ya giza. Maagano ya giza, jinsi yanavyowatesa watu, jinsi ambavyo shetani anawaingiza watu, jinsi ambavyo shetani yanakuwa na nguvu, lakini tutaelezea jinsi ya kuwatoka katika maagano ya giza. Lakini tutaelezea jinsi ambavyo agano kuu la Kristo Yesu linavyo function duniani katika maagano yote, juu ya maagano yote. Mtu ambaye yuko chini ya Kristo hayuko chini ya agano lolote. Tutaelezea yote katika kipindi kijacho. Sasa naomba kama umenifuatilia vizuri vipindi vyote vya somo hili la agano langu na Mungu, kama ulikuwa mfuatiliaji mzuri wa hivi vipindi, basi sasa tunaenda kuifikia sehemu nzuri sana. Tunaenda kuifikia sehemu mimi mwenyewe ndo nilimshangaa Mungu katika hiyo sehemu. Ni mimi mwenyewe mpaka leo hii ninapofundisha hili somo naendelea kujifunza tena. Kwa hiyo nitakapokuwa na kufundisha bado nitaendelea kujifunza tena. Mimi ni mwalimu ambaye sifungagi chumba cha kujua. Yaani kwamba hiki nimeshamaliza kujua. Bado ninaacha chumba cha kujifunza. Kwa hili somo bado nataka na mimi niendelee kuwa mwanafunzi zaidi wa hili somo. Kwa sababu nimeona kuna vitu vingi nasaidika kwa hili somo. Kwa bado mimi ni mwanafunzi wa hili somo. Kwa hiyo nikutake wewe pia ambaye umefika mpaka hapa na mimi mpaka leo hii,
katika kipindi hiki umenifuatilia hili somo, nataka usikose somo lijalo. Mungu atakubariki sana. Jina langu naitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Hii ni Hazina ya Kanisa. Usiache kusubscribe na kushare kwa watu wengine, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana, atakuinua sana. Namba zetu nizo hapo, na tafadhali naombeni hizo namba usitume message. Atujibu message kwenye namba hizo, lakini pia unapopiga hizo namba, kama una tatizo, una shida, una swali, kuwa straight. Usilete udini katika hizo namba. Kuna watu wanakupigia simu, wewe ni zebu gani? Sisi hatuko kutangaza udini, tafadhali. Wala kushusha dini nyingine kuonekana vipi. Tunataka tudili katika kanisa, kama kanisa, kwa maana ya mwili wa Kristo. Usilete masuala ya udini, lakini pia usitume message, lakini unyoke katika straight questions. Na vile vile usipige simu kwa ajili ya masuala tu ya kupima. Unajua kuna mtu mwingine anaamua tu kukupima kwamba hivi huyu kweli. Sasa usifanye hivyo. Hatufanye hivi kwa kushindana, tunafanya hivi kwa utukufu wa Mungu na kujenga mwili wa Kristo. Umeona? Kwa hiyo tunahitaji watu ambao tutasaidiana katika kuiendeleza hii kazi. Kama una kitu ambacho unahisi kwamba unaweza ukatusaidia kiushauri, kimawazo, hizi namba zinakufaa sana. Lakini kama unaomba wewe ushauri au maombi, namba hizi zinakufaa. Pia kwa sadaka unaweza ukatumia namba hizi. Tuma sadaka yako zitusaidie kuandaa hivi vipindi. Tunahitaji gharama, muda, kujitoa kwa dhati. Kwa hiyo tunahitaji support yako, na sadaka yako pia itatusaidia sana. Lakini pia kwa wale ambao wanatuhitaji kihuduma, kuna watu wanatuhitaji kihuduma, basi tumia namba hizi hapa. Alafu Mungu atakubariki sana. Tunafanya huduma vijijini na mijini, na Mungu atakubariki sana. Usiache kusubscribe. Tukutane kipindi kijacho.